kwa sababu malengo yako binafsi yanakwama. Lakini utumishi tunatumika hata nje ya kile ambacho tulifikiri tutasimama kutumikia pale pale. Kwa hiyo kwa maana ya kutumikia watu, tunaenda kutumikia watu. Mimi nina wazo kama mtalikubali au la. Unajua ni maneno machache lakini yana elimu kubwa. Naomba urudie tafadhali. Why hukununa? Sikununa kwa sababu niliomba utumishi. Kununa kwa sababu uliomba utumishi. Kama ulinuna ina maana ilikuwa ni matakwa yako binafsi, ndio maana ulinuna. Na nataka niwaambie duniani kote na kwenye ulimwengu mamlaka zote zimewekwa na Mungu. Mamlaka zote zimewekwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu kama hajaamua kipindi hiki uwe wewe, hata ukilazimisha vipi haiwezekani. Lakini Mungu akiamua, hata kija wimbi la namna gani utakuwa wewe, kwa sababu Mungu anayo makusudi kupitia wewe kuwasaidia watu wake. Mungu hajawahi kuliacha taifa. Mungu hajawahi kuliacha jamii. Kwa hiyo viongozi wote mnaoona wanaongoza katika taifa letu, katika majimbo yetu, katika kata zetu, na walikuwa wengi, kwa namna yoyote vile watu wanaofikiria kwa nini, hapana, Mungu mwenyewe ameamua. Siku moja nikiwa msibani, ndio alikuwa anatoa neno hili shehe mmoja. Akasema wanadamu tuna mipango, ila Mungu ndiye ana ratiba. Akasema katika mambo yote, watu wote ambao wako hapa msibani, nani aliwahi kuwa na ratiba ya tarehe kama ya leo kwamba atakuwa msibani? Haiwezekani. Nani aliwahi? Hayupo. Lakini akaendelea mbele akasema sisi tunaweza kutafuta sababu ya kifo. Nimetumia kifo kwa sababu kila mtu atafika pale. Mpagumu, lakini tutafika wote. Tutaenda tu. Akasema kila mtu atakufa. Lakini itatafutwa sababu tu ya kutumika ili afikie lengo hilo la kufa. Aliumwa sana, wangemchelewesha, wangemwaisha, asingeendesha kwa speed. Yani sababu rukuki. Lakini lengo la Mwenyezi Mungu ni kuchukua uhai wako. Kwa hiyo katika namna yoyote ile, hasa katika masuala ya kidunia, tunapokuwa tuna matarajio ya sisi kama wanadamu, tukumbuke yupo yeye aliyeko juu ya vyote, ambaye ndiye muamuzi mkubwa wa ratiba zote, mtekelezaji mkubwa wa matamanio yote. Sisi tunabaki kuamua, kuonesha nia, lakini yeye ndiye anayesimamia nia zetu na kuzifanya kuwa kweli. Lengo letu ni kutafuta ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Lakini lengo letu zaidi kutoa elimu kwa nini tunatakiwa kwenda kufanya maamuzi na kupiga kura. Kufanya maamuzi na ndio kupiga kura. Uchaguzi wa mwaka huu si uchaguzi kama tulivyozoea. Ndio. Kwa sababu una sura mbili. Sura ya kwanza kubwa ni kwamba tunakwenda kufanya uchaguzi. Sura ndogo kabisa ya chini ni watu wanahamasisha watu wasifanye, tusiende kupiga kura. Kwa hiyo sisi Mungu aliyotujalia vipawa vya kutumika kutoa elimu na kujitoa kwa ajili ya taifa letu na kesho ya taifa letu, lazima tutoke, tuache kazi zetu, tuje tupande majukwaa. Leo nimepanda hili jukwaa la msibani. Leo utakuwa kiaka kwa. Nimeanza na hili jukwaa. Nimeanza na jukwaa la Kasibati. Lakini nikitoka hapa nitakwenda Karagwe mchana, lakini jioni nitakuwa kiaka. Ndio. Na ninao mwaliko wa Katolo huko leo hii. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akinijalia nitapita kote. Lengo letu ni nini? Na nataka niwaambie wana Kagera. Kwa nini uchaguzi ni nini? Ndio. Uchaguzi ni nini? Uchaguzi
ni jambo ambalo tulikubaliana kama Watanzania wakati tunaridhia katiba yetu kwamba kila baada ya miaka 5 tutabadilisha uongozi. Tulikubaliana. Na hii ni kwa mujibu wa katiba yetu. Ni matakwa ya katiba. Kwa hili jambo haliwezi kubadilika mpaka tumebadilisha katiba. Kwa hiyo uchaguzi si takwa la Chama cha Mapinduzi. Ni takwa la kikatiba. Ni takwa la kikatiba. Na katiba ni nini? Ukisema katiba watu wanaweza sielewe. Ni makubaliano ya sisi wa Tanzania wote kwamba nchi yetu iendeshwe kwa staili hii katika uongozi, katika hali ya siasa, katika hali ya jamii na katika hali ya uchumi. Tulikaa tukakubaliana. Mababu zetu walikaa wakakubaliana. Wakaona ni vyema ndani ya miaka 5 tuwe na uchaguzi. Kwa hiyo ili kulibadilisha ni lazima upate muda kubadilisha katiba. Rudi kwenye katiba ukabadilisha. Ili isiwe miaka 5 au isiwepo kabisa. Lakini ili mpaka leo tunapozungumza liko hivyo. Kwa hiyo kwa mujibu wa katiba yetu wa Tanzania lazima tuende kuitendea haki katiba yetu. Tutimize takwa la katiba. Na hapo kama ingine kuongezea kidogo. Kwenye katiba hapo kuna mawili. Kuna kumpima kiongozi aliyekuwepo ndani ya miaka 5. Kasema Kamenge kwa 5 hii hatuna sababu ya kumbadilisha kwanza, lakini mkaridhia kwenda kumpigia kura. Sasa ndio maana nilisema la pili. La kwanza nimesema katiba. La pili miaka 5 ndio nafasi pekee alionayo mwananchi wa kwenda kuonesha hisia zake juu ya uongozi aliyokuwa nao kwa miaka 5. Safi. Kuja vizuri. Kuonesha hisia zake. Na hisia hizo azioneshwa akiwa nyumbani. Anachukua kiparata chake. Anakwenda kwenye kituo cha kupiga kura. Anaomba karatasi. Anafanya maamuzi. Tuweke vizuri. Kiparata ni kadi ya mpiga kura. Hicho ndio Kiswahili kizuri cha kadi. Sawa. Sio kwetu sisi huku ukiweka vizuri kwamba kadi anakuelewa zaidi. Lakini Kiswahili kizuri ni kiparata. Kiparata. Naam. Aende apige kura. Na akipiga kura amefanya maamuzi ya miaka 5 mingine. Namna jimbo lake litakavyoendeshwa, namna kata yake na namna taifa lake litakavyoendeshwa. Vyama vya siasa kwa mujibu wa katiba yetu ndivyo vina jukumu la kusimamisha wagombea. Na hapo tuelewane vizuri. Ndio kwa mujibu wa katiba yetu ndio vina wajibu wa kusimamisha wagombea. Na vikisimamisha wagombea vina wajibu wa kuwasimamia hao wagombea kabla na baada. Ndio maana vyama vinatengeneza kitu kinaitwa ilani. Ilani ni mjumuiko wa ahadi na mipango yote itakayofanywa na hicho chama kitakachopewa nafasi. Kwa lugha nyepesi. Sasa mwananchi ili ajue uongozi wa miaka 5 ujao ni upi? Ndio. Lazima apate nafasi ya kuacha shughuli zake za kiuchumi za kawaida na kwenda kusikiliza hizo ilani za vyama. Kwa hiyo ukienda kupiga kura hujaenda kusikiliza wagombea wanasema nini, bado hujajitendea haki. Kwa sababu hautachagua kwa matakwa halisi ya uhitaji wa sasa. Utachagua kwa matakwa ya kwako binafsi ambayo Kamenge. Naomba nikupe challenge hii ambayo ni nzuri sana. Na hapa wengine unahamasisha watu kuhudhuria mikutano ya awali. Ndio. Kwa sababu umekuwa kwenye hivi vitu kwa muda mrefu. Ndio. Swala la kuwa na ilani. Ndio. Vyama vingine unakuta havina ilani. Akipa ambacho kina ilani. Akipa. Ni kwa mujibu wa sheria. Hii tulishaulizana sana. Ni kwa mujibu wa sheria. Kuna sheria inamtaka kila mgombea awe na ilani. Chama chochote kinachosimamisha mgombea wa urais lazima kiwe na ilani. Ilani ni nini? Ilani ni vipaumbele. Hebu tuende hapo. Ilani ni vipaumbele ambavyo nyinyi mkipewa jukumu la kuongoza taifa mtavifanya.
Kwa hiyo moja ya kanuni kwenye sheria za uchaguzi ni kuwasilisha vipaumbele vyako pamoja na ratiba yako ya uchaguzi utakayo kwenda kufanya katika ngazi ya taifa. Katika ngazi ya taifa kwa maana ya mgombea urais. Lakini katika ngazi za chini za majimbo na kata, sasa hizo ilani zinaweza zisiandikwe. Lakini ndo hayo mambo anayokuwa anayesema mgombea. Ndio ilani yenyewe. Kwa hiyo ilani inaweza isiwe karatasi au kitabu. Lakini kile unachokizungumza inaweza ikawa kwenye written document au verbal. Sasa hapa nataka kuzungumza kama mchambuzi. Na bahati mbaya sana huwa nimenyoka sana. Sipendi kupindisha mambo. Kwa mujibu wa katiba yetu. Na si tu katiba sasa hivi. Sasa hivi tunayo dira. Ndio. Tunayo dira. Taifa letu ukishakuwa na ilani yako tunakushukuru. Lakini sisi kama taifa tuna mipango tumejiwekea kufika mwaka 2050. Tunataka tukukabidhi nchi uitekeleze. Sasa utaitekelezaaje? Ndio unakuja na ilani ya kuvunja. Tuliposema tunataka uchumi wa watu kufika 2020 kila mwananchi awe na breakdown labda ya milioni 20 na milioni 18 kwa mwaka. Sio? Ndio. Sasa wewe kama chama na kama mgombea utatupitishaje kufikisha hili lengo? Hiyo inashuka mpaka kwenye ngazi ya chini. Kwa hiyo chama kuwa na dora maana yake ilani yake ndio itakayotekelezeka. Kwa sababu wao ndio wana mkataba wa kuongoza taifa hili. Mkoa wa Kagera ukiangalia ilani mfano ya chama changu cha Mapinduzi ilivyo tamka vipaumbele vyake. Rais akawa Samia Suluhu Hassan. Bahati mbaya au bahati nzuri mtu mmoja kutoka kwenye chama kingine akashinda ubunge. Itambidi ashiriki kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio imeaminiwa kitaifa. Ndio imeshinda. Ndio. Kwa vipaumbele vyote katika bajeti zote za bunge. Kamati zitakapokaa zitapeleka vipaumbele kulingana na ilani. Kulingana na ilani na fungu lililoko kwa sasa hazina au mipango ya ukusanyaji iliyoko mbele yake. Kusudi waweze kutekeleza yale walio yaahidi kwa wananchi. Kwa ukiwa mbunge wa chama kingine utakuwepo kwa sababu ulichaguliwa. Lakini hautakuwa na uwezo wa kutekeleza ilani ya chama chako ulioweza kuuza kwa wananchi. Unachoweza kutekeleza kidogo ile moral advantage. Yani zile ahadi zako za kiubinadamu. Yani za udugu. Nitawaona watu, nitakwenda kwa watu, nitaenda msibani, michango ya harusi. Inapokuja jambo la barabara ya Wamisheni. Barabara ya kutoka Katoma kwenda kupita Kanyigo kwenda Kasheni. Ndio. Iko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ambayo wewe huwezi kutekeleza. Wewe unaweza kwenda kukibana chama na serikali yako. Kama mliahidi amjafanya. Ila hauna uhalali wa kusema niliahidi na nataka nifanye kwa sababu fungu lako linatoka serikali kuu ambayo serikali kuu haikuahidi hicho kitu ulichokiahidi wewe. Kwa hiyo ndio maana huwa mnasema mafiga matatu. Ndio maana mafiga matatu yanatakiwa yafanye kazi sana. Lakini inapokuja kwenye hoja kuu, hoja nyingine unaweza kujenga hoja, unaweza kuwa mbishi, unaweza kuleta mawazo mapya. Kama unao utundu na uwezo huo, unaweza ukafanya kwenye utundu na uwezo hapo. Kwenye utundu na uwezo, utundu na uwezo. Nasemaga tofauti. Na ni msimamo wangu. Au mtu yeyote nikada wa chama. Kuna wapinzani
au watu wanatoa mawazo yao ya kwamba tulitakiwa tupate mjadala mpana wa kitaifa wa maridhiano na pengine tulitakiwa tuwe na tume tofauti na hii ili tuende kwenye uchaguzi. Nataka niwapitishe kidogo. Mimi si mzembe kabisa wa kusoma. Unasoma sana. Niko naongea na mke wangu juzi, akawa ananiuliza hapa ndani nina vitabu 520. Lakini hujavigusa siku nyingi. Uniruhusu nivichome moto. Kwa sababu vimemzidia, kwa sababu mimi nasomea chumbani kwangu napolala. Na kwa nini nawaambia nini Kasibado leo? Hiyo msikilizaji asipotaka asisikilize. Nataka niwaambie mimi ninasoma sana. Sheria mpya ya uchaguzi iliyotuletea kitu kinaitwa tume huru ya uchaguzi. Ni mpya kabisa. Hatujawahi kuwa na sheria nzuri toka chaguzi zote zilizotokea huko nyuma. Hatujawahi. Mambo mengi sana ambayo yaliletwa na wenzetu kama malalamiko yao makubwa katika ngazi ya sheria. Katika ngazi ya sheria. Si ya katiba. Sheria. Katika ngazi ya sheria yote yalichukuliwa na tume iliyoenda kubadilisha sheria ya uchaguzi. Kwanza walipendekeza uchaguzi usisimamiwe na wakurugenzi. Sheria inasema uchaguzi utasimamiwa na maafisa waandamizi watumishi wa serikali watakaotangazwa kwenye tangazo la gazeti la serikali. Lakini sheria hii imeondoa kupita bila kupingwa. Na juzi na leo nitasema kule Kyaka. Anapopita diwani, kwa maana amepitishwa kwenye mchakato wa chama fulani. Kwa bahati mbaya, mimi naita bahati mbaya kwa sababu ni muumini wa ushindani, akakosa mpinzani kutoka chama kingine. Sheria inataka kwamba wapiga kura waende wampitishe huyo mgombea kwa kumpa kura ya ndio au hapana. Na imetoa mwongozo imetokea kura ya nini? Ya hapana. Kwa uchaguzi wa sheria hii ya sasa ni uchaguzi ambao ni bora sana, kwa sababu umepokea malalamiko mengi sana ambayo waliyataka wapinzani. Lakini wapinzani wanayo hoja bado kwenye baadhi ya vitu. Rais Samia Suluhu Hassan na mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi halizisikiliza hoja zao. Nikimsikiliza Profesa Kitila Mkumbo, mwalimu wangu wa siasa, wakati anatoa mrejesho wa ilani, alisema katiba mpya yalikuwa ni mapendekezo mahususi ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa nini alipendekeza hiyo? Katiba yetu ina matobo, na si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ni katiba ya muda mrefu. Toka 70 ngapi? Yes. 77. Licha ya kwamba imekuwa ikirekebishwa ikijazirishiwa kulingana na wakati mara kwa mara. Lakini imefika kipindi inatakiwa ifumuliwe upya. Tuzungumze tena. Tunataka serikali kuu ya namna gani? Tunataka serikali za mitaa za namna gani? Tunataka bunge na mahakama ya namna gani? Kwa maana ya kuzungumza tena mihimili hiyo yote mitatu. Tunataka matokeo ya uchaguzi yaweje na tume ya uchaguzi iweje. Sasa hayo si masuala ya leo, ni masuala ya katiba. Katiba wanaosema inataka kumnyima, wanataka imnyime mamlaka rais kuteua nini? Ile kuteua makamishna wa INEC. Hata sheria, hata hii sheria hii sheria imesema hivi. Imesema wapendekezwe. Ateui sasa. Rais
awathibitishe. Yes. Wao wanataka na rais asiwathibitishe kabisa. Tunaweza tukakubali kwamba ndio, lakini si wakati wake, kwa sababu tutakuwa tumekinzana na katiba yenyewe. Sasa Mama Samia, kwa nini mimi leo nataka niwaambie Chadema na niwaambie Watanzania kwamba kuna haja kubwa ya kwenda kupiga kura? Wana mageuzi wote wa Kagera, kwa nini waende kupiga kura? Ni kwa sababu kwanza, kama wanataka mageuzi ya kweli, nataka niwapitishe kwenye historia. Licha ya kuwa na rais wa 6 wa taifa hili, rais wa ngapi? 6 wa taifa hili katika awamu 6. Yes. Hakuna kipindi chochote Chama cha Mapinduzi toka ilani zake 7 zilizopita, toka mwaka 95 kwenye uchaguzi wa vyama vingi, hakuna ilani iliwahi kuthubutu kuandika kwamba italeta katiba mpya. Haipo. Mwaka 2011 kwa utashi wake binafsi, Jakaya Mrisho Kikwete aliamua kuanzisha mchakato wa katiba mpya. Utashi wake binafsi. Na ikawa ajenda ya vyama. Tukakutana na Ukawa, tukazalisha Ukuta. Ukawa tukazalisha Ukuta. Ikaisha, tukaendelea na maisha mengine. Lakini huyu mama, nataka niwaambie, huyu mama akiwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba mpya, alikuwa anaongoza mijadala yake vizuri. Naposema vizuri, alikuwa ana biasness. Aliwapa watu sawa haki kwenye kuwasikiliza. Leta hoja. Tuamue kwa hoja. Na bunge lake, akiwa makamu mwenyekiti, aliyekaa kwenye kiti cha kuongoza bunge mara nyingi. Unaweza kama mwenyekiti, makamu, lakini mwenyekiti wako akaongoza mara nyingi. Akakuminya. Alikaa sana. Akiwa ametoka kuwa waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Wizara ya Muungano. Yes. Alionyesha ushupavu wa hali ya juu sana. Watu makini walidiriki kusema, sasa tunamuona kiongozi ndani ya huyu mama. Nyota yake ya kuongoza taifa hili iliendelea kung'ala kwa namna alivyokuwa akibalance mambo. Kwa hiyo ni mama ambaye ameamua kutuletea Tanzania mpya. Wana mageuzi wote wanaotamani kuyaona mageuzi ya kweli yakitokea katika taifa hili, ambayo yatakuwa yameasisiwa na yako kwenye katiba, wanatakiwa wamunge mkono. Kweli wanaweza kukosa wabunge kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hawatakosa wabunge kwenye bunge la katiba. Kwa sababu hivi ni vitu viwili tofauti. Vyama vya siasa vinazo nafasi za kudumu kwenye bunge la katiba. Wananchi, wasemaji, wanaharakati kama Kamenge, tunazo nafasi zetu. Vijana. Yes. Wakwenda kutoa mawazo kupata katiba. Kwa hiyo kama kuna mwanaharakati, kama kuna mwana mageuzi, kama kuna Mtanzania anaipenda Tanzania kipindi hiki, tumempata rais. Tumempata mgombea wa chama kikubwa katika nchi hii, aliyediriki kusema sasa ni wakati wa Tanzania kutengeneza mustakabali mpya wa taifa lao. Kwa hiyo ameonyesha kwa vitendo. Nataka niwaambie, wakati anachukua kijiti kutoka kwa mtangulizi wake, kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa walikuwa hata nchini hawapo. Mtaniruhusu niwataje kwa sababu ni kitu cha kawaida. God bless Lema hakuwepo. Tundu Antipas Lissu hakuwepo. Freeman Aikaeli Mboya alikuwa gerezani kwa muda mrefu. Miezi 8. Yes. Huyu mama anavyopenda taifa lake na anavyopenda maridhiano, alivyofika kama chief of comfort. Hii nataka nisema aliingilia muhimili wa mahakama. Yeye ndiye chief of comfort, anayesimamia maslahi mapana ya taifa. Alimwambia mdogo wangu Lissu, rudi tujenge taifa letu. Lema, rudi. Kwa maslahi mapana ya taifa, kesi zao zilifutwa. Kwa maslahi mapana ya taifa.
siasa ni mikutano, Ndio. siasa ni kusema. Ndio. Kwa kipindi kirefu watu walikuwa wamekosa nafasi ya kupanda majukwaa kusemea vyama vyao. Akasema sasa mikutano ya hadhara nini? Ruksa. Fanyeni mnavyoweza. Fanyeni mnavyoweza. Wakafanya, na si tu mikutano. Dada Aisha nataka nikwambie. Si tu mikutano, hata maandamano. Fanyeni. Nimeshuhudia maandamano Dar es Salaam yamefanyika. Nimeshuhudia maandamano hapa kaka yangu Chifu Karum na akia coordinate yanafanyika. Yeah. Yalileta tabu. Aliwapa polisi kwa mara ya kwanza, wakawasindikiza, wakaandamana, wakarudi nyumbani. Kuna maandamano alitoka kwenu. Ndio. Miseni. Ndio. Alikwenda kwenye maandamano. Yes. Alionekana kwenye mti ya Milaro, Sina uhakika kama yule mzee atarudi tena. Aliwahi kurudi, alirudi. Na lakini kwenye mazungumzo yake akasema nimetimiza haki yangu ya kikatiba. Yes. Nilikuwa nazungumza na rafiki yangu mmoja yuko Marekani. Ndio. Akasema ninaiona Tanzania kwenye viwango vikubwa sana vya demokrasia. Kwa sababu watu walisindikizwa, watu waliandaa